jina la Bwana. Na tuliokuwa pamoja toka Ijumaa, na ninyi pia niwasalimie katika jina la Bwana. Sisi sote basi tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe tena. Msiona mwanya, Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni watoto wa baba, msiona mwanya, Bwana Yesu asifiwe. Wenzangu wamejitambulisha vizuri. Mmoja amesema ni mtoto wa kwanza kati ya wangapi wale? Na mimi ni mtoto wa 7 kati ya watoto 8. Jamani, Yesu asifiwe sana. Nikushukuru Baba Askofu kwa kuendelea kunipa nafasi kama nilivyosema siku ya Ijumaa, kwa kukubali kunialika na kunipa nafasi ya upendeleo ya kwamba niwepo kati ya watoto wako walio wengi. Umenichagua niwepo kwenye Pentecoste hii. Nashukuru sana. Baada ya kusema hayo, muda wetu umekimbia sana. Baadaye ndio tutafundishana pia kwa utulivu zaidi, lakini leo tuupitie mambo machache ili tuwe na muda wa kupumzika tayari kwa ibada ya jioni. Amen. Somo letu ambalo tumeenda nalo linazungumzia vitu vinavyofanya Mungu karibu nasi. Vitu vinavyofanya Mungu kuwa karibu nasi. Hilo ndio somo ambalo tumeanza nalo toka Ijumaa. Nilisema siwezi kubeba vitu vingi sana kwa sababu muda ni mchache. Tutatembea navyo hivyo vichache ili tuweze kuvipitia kwa ukaribu sana. Kwa hiyo wewe ambaye ndio unakuja, naomba uende na sisi kwenye hatua zile ambazo tumekwepo wenzako, maana sitarudi ni achanganue yote. Lakini tulizungumza kwamba jambo la muhimu la linalofanya Mungu kuwa karibu nasi ni ibada na matoleo. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ibada na nini? Na matoleo. Siku ya Ijumaa na jana nikaelezea kwamba ukweli ni kwamba ibada ilianzishwa na matoleo toka Agano la Kale mpaka leo. Kwa hapana ibada bila matoleo. Na nikasema hivi, ukifika kanisani kufanya ibada haujatoa matoleo, umehudhuria kanisani, hujafanya ibada. Maana ibada vinaenda vyote kwa pamoja. Amen. Ukisoma Biblia kwenye vitabu vya mbalimbali, hasa kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati, unaona hata taifa la Israeli lilipoingia kwenye shida na matatizo ya kivita, unaona wanamuuliza Mungu, je, nipande? Yani wanakuwa na maombi ya kuomba, wamuulize Mungu kutoka mbinguni, je, niende nikapigane na hao Wafilisti? Ukisoma Biblia inasema siku waliomba awamu ya kwanza, akamwambia pandeni. Walipoenda wakapigwa. Wale ambao walimuuliza Mungu tuende, lakini walipoenda wakafanya nini? Wakapigwa. Ina maana Mungu ni Mungu. Mungu sio Mungu, ana utaratibu wa ibada. Mnanielewa? Sema amina. Ni utaratibu wa ibada. Wakaomba safari ya pili, je, twende tena tukawapiga hawa Wafilisti? Unajua Filisti lilikuwa taifa moja babe sana. Lilikuwa babe sana, ndiko alikotokea Goliath, si mnajua? Yeah. Na hata wanatheolojia wanakwambia, ukifuatilia pia Biblia unaambia kwamba hao wa Filisti na ukoo huu wa Gathi alikotoka huyu Goliath ni ukoo uliotokana na uzao wa Kaini. Kwa walikuwa ni wababe, watu wa vita sana. Kwa unapotaka kwenda kupigana nao, jipange sawa sawa, lazima muulize Mungu. Nje hapo anakutoa kwenye mstari. Kwa walipoomba safari ya kwanza, maombi kwa wingi. Si unajua maombi tunayo mambo mengi sana. Juzi nilisema hivi, tuna maombi ya kibabe sana wa Pentecost. Wana maombi ya kibabe tofauti na wenzetu wa Roman Catholic. Wana maombi ya kubembeleza. Utuombee sisi wakosefu na hata siku ya kufa kwetu utasikia amen. Yaani wanaenda kwa upole. Lakini maombi ya Wapentekoste ni ya kibabe.
Yaani hata unayemfanyia ubabe ni Mungu mwenyewe. Shuka mahali hapo. Yaani unayemwambia shuka ni Mungu. Halo? Si kama tunaenda pamoja eh? Si watu tumeomba maombi hayo. Yaani hata kumbatua shetani si unambatua. Shetani anakupiga na kuua. Ni maombi ya kibabe kweli kweli. Na angalia tunaomba Pentekoste au unafua jasho. Lakini tofauti na wenzetu arasa. Hakuna hata jasho linalotoka. Yeye anaomba kwa unyenyekevu wa moyo. Toka duniani mbinguni Mungu anasikia. Utuombee sisi wakosefu na hata siku ya kufa kwetu. Hafu nasikia kwa sauti kololo kaupole. Amen. Na watu wako vizuri sana. Si ndio eh? Si wote tunaelewa hivyo. Na wengi tumetoka huko. Kwa hiyo ni sauti ya upole sana. Amen. Lakini sisi maombi ya kibabe ya kijeshi. Kuna nyumba zingine wakikaa watoto utaona kuna nyumba nyingine mama ni mwanajeshi, nyingine mama huyu ni mwalimu. Leo unaona mama, kuna mama mwanajeshi utasikia tu wewe mtoto amka. Kalala amka huko. Hebu wanawishi wadogo zako huko. Nani mafuta huko? Yaani mama ni kijeshi kijifongoza wadogo zako huko nini la? Duniani kila kitu ni nguvu tu. Lakini mwingine hadi mtoto yuko form 2 anambeba mgongoni na kupeleka kwenye gari. Mtu mmoja akasema kijana unataka kuoa, uangalie kule nyumbani mama na sauti au ni baba na sauti. Kama mama na sauti, omba sana Mungu akuongoze. Mama atabeba vinasaba vya sauti, atakuwa mamlaka ile kubwa. Unaona? Sasa maombi ya Kipentekoste ni ya kumshusha Mungu. Baba shuka mahali hapa. Si umeona tawema baba shuka baba. Ukifika hapa shuka na nguvu zako. Yaani uwezi ukamlazimisha shuke na nguvu zake. Yeye akishuka anajua na ule utawala wa nguvu zake. Kwa hiyo sio lazima umwambie shuka na nguvu zako. Ukimkaribisha yeye anashuka na nguvu zake. Amen. Halo? Sasa wenzetu waliomba maombi mpaka dakika hii. Umeona maombi ya Wapentekoste zamani miaka ya 80. Mimi niko kwenye dini toka mwaka 79. Ni vijana mdogo. Tukiingia kanisani tulikuwa kila mtu anaenda kutafuta huko, mwingine kakona, mwingine huko, mwingine anapiga magoti anaomba. Lakini siku hizi maombi ni unapiga na kamuziki kidogo. Kakushushia uwepo. Halafu unaomba baba. Hala mashaka. Hala pesa. Alafu wakipishana hapa kuna watu wanacheka na kucheka. Yaani unahisi umeomba ni jasho imefanyaje? Limepomoka. Yaani vijana hapo ndio wanajisikia vizuri. Anafuta na jasho, ibada ilikuwa na upako sana hii. Kwa sababu ile ya mamlaka. Haleluya. Na tunatumia vile mifungu, tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Amen. Hata tukila ya kutofisha tutazulika. Haleluya. Amen. Ya inakaa hivyo. Lakini pamoja napo hawa watu waliomba safari 2 wakapigwa. Akili kaingia. Hapana ibada bila matoleo. Sasa hivi unajua watu wengi wanajua akifunga siku 5 jamaa utafuta uwepo. Unaweza kufunga hata siku 60 lakini bila maarifa ya Mungu hizo siku umefanya mazoezi. Amen. Umefanya mazoezi. Sasa siku hiyo wakaomba kuanzia asubuhi mpaka jioni. Amen. Wakaomba awamu ya 3 akaomba asubuhi mpaka jioni saa 12. Alafu akafanya na matoleo. Walipofanya matoleo wanamuuliza twende, Mungu akaangalia sadaka. Haleluya. Hebu soma kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 10. Uone hapo. Yaani hata malaika analeta ujumbe wa hili nalo lizungumza. Matendo ya Mitume 10
Ndio. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza fika mpaka ule wa 4. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Piitaria, mtu mtaua mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, na alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi wazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akatazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, saa zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Si umeona hapo eh? Yaani mnaona hadi huyu Kornelio hakuwa Mwebrania, alikuwa mpagani, lakini alikuwa anasimama kwenye ibada pamoja na matoleo. Amina, watu wa Bwana. Yaani ndio uone kwamba Mungu anakitazama hicho kitu kwa viwango vikubwa sana. Hadi kule mbingu zinaanza kujadili mtu ili mataifa yende jehanamu. Yende jehanamu, yaani huko mbinguni Mungu anaanza kujadili. Ukiona na mtuma malaika Gabrieli, nenda kwa nani? Wewe unaenda kule nini? Rama. Mabusu. Ana majina mengine mabusu. Yaani kule mbinguni kule, mbingu kule zinasema hivi, nenda duniani alafu ukafikie Tanzania, mkoa wa Mbeya. Hivi kata karibu na Chocha Most, kuna mtu mmoja anaitwa nani? Amos na kwanza Amos Mabusu. Yaani mbingu kule, huyu jamaa anaondoka mbinguni anakuja duniani kwa sababu ya mabusu. Yaani wewe unafikiri jambo dogo? Yaani alafu kwa nini hili liende jehanamu hili? Mungu akianza kuangalia kule, anaangalia matoleo, anaangalia ibada. Maombi ni mazungumzo kati yako wewe na Mungu, lakini sadaka inaupeleka moyo wako kama ulivyo kwa Mungu. Naomba nirudie, maombi ni mazungumzo yako wewe na Mungu. Ndio maana usipoomba kwa akili na kwa mawazo sahihi, utakuwa umepiga kelele tu. Na maombi ni manukato. Sadaka zinampeleka mtu kwa Mungu kama alivyo. Kilichomgusa sana Mungu juu ya Kornelio sio upagani wake na cheo chake, ilikuwa ni ibada na sala. Umeona nimeenda taratibu sana ili upate kunielewa. Ilikuwa ibada yake ile ya sala. Alikuwa naomba muda gani sijui, lakini alikuwa na ibada na Mungu. Sema amina. Hebu sema alikuwa na ibada na Mungu. Kuna watu wengine tunakutana kwenye ibada hapa hawana ibada, lakini huyu jamaa alikuwa na ibada na Mungu. Kipindi hicho mataifa wote, eneo la kuabudu ilikuwa Yerusalemu. Waliokuwa natoka kwenye mataifa mengine, hao walikuwa wanaitwa wanaomcha Mungu na uelekevu. Waelekevu. Ndio unakuta hata huko Afrika nitokea yule towashi, si mnamkumbuka, alitoka Ethiopia. Huyo ndio mtu ambaye alikuwa Mkristo wa kwanza wakati mitume wameanza kufanya kazi. Akaleta injili hapa Ethiopia. Nilikuwa namwambia mmoja, nikasema ndio maana ukiangalia je wasomi mtakubaliana na mimi, Ethiopia haijawahi tawaliwa na koloni. Kwa nini haijawahi tawaliwa na koloni? Walilipokea neno la Mungu. Na lile neno la Mungu katika kule kusema, Biblia inasema ikiwa mwana atawaweka huru, mtakuwa huru kweli? Kwa ina maana wale walio huru hawako tena kwenye kongwa la kutawaliwa na koloni.
hiyo Ethiopia. Na ndio maana ukifuatia Ethiopia mpaka sasa hivi hakuna matatizo ambayo yanaikumba nchi hiyo kama inavyotukumba sisi na mabomu. Haya analia tufu alafu mtu hana habari na wewe. Hii ya kwetu sisi, namshukuru sana Mwalimu Nyerere alisema inaitwa siasa ya kujitegemea. Kwa sisi tunajitegemea kivyetu, watu usiichukia, alituwekea mazingira mazuri ya kujitegemea. Siasa na kujitegemea. Sasa wenzetu wakaenda, kwa walikuwa wanatoka mataifa mbalimbali wanaenda Yerusalemu. Lakini hapa Biblia inazungumza mji wa Yafa ulikuwa karibu na huyu jamaa. Haukuwa mbali. Sasa yuko kwenye maombi ya mchana wa saa 9. Anaomba, ameutenga muda na Mungu. Mungu anapoangalia yale manukato ya maombi anayoomba, sadaka zinaanza kupeleleza. Huyu anaitwa nani? Anaitwa Kornelio. Yuko wapi? Tanzania. Wapi? Mbeya. Kata Ikuti. Alafu mtaa wapi? Kata Iuga. Mtaa wa Ikuti. Sasa mbinguni anatoka malaika anafiatuka kama risasi. Unajua tunavifanya katika mwili lakini vinatengenezwa katika mwili wa roho. Amen. Ndio maana watu tunafanya kwa Mungu kwa sababu tunaona Mungu yeye ni roho. Yale tunayoyafanya hayaoni. Ni sana kwamba tungekuwa tunamuona, tungekuwa tunapata nafasi ya kumuona kwa macho yetu haya, hata haya tunayoyafanya tusingeyafanya. Si kama kuna mtu ananielewa. Siku moja nikasema wazee wetu wametoka mbali sana na neno la Mungu, wametufikisha hapa. Siku atakapoondoka, nilikuwa naongea na wachungaji wenzangu, ili siku atakapoondoka wazee, imani tulionayo tutailinda. Hebu napiga mahesabu tu, kuna rika fulani za wazee wakishaondoka, vijana na mimi hapa kuna vijana wangu hapa. Na mimi mwalimu vijana wangu. Alafu mimi akisema vijana tunaitika haraka. Njoo nakimbia. Na mimi akina Magusu vijana wangu. Ili urithi tutakuja kuendeleza mpaka vizazi vya mbele. Mbona? Sasa huyu mtu katika kusali kwake na kuomba kwake, malaika anatokea. Hebu fikiri ungekuwa wewe malaika kutokee kwa mazingira haya. Akutokea tena, sema akaja kwa maono. Maono na ndoto ni vitu viwili tofauti. Ndoto zinatokea mtu lazima lale usingizi. Mwambie jirani lazima ulale. Ndio maana hata vijana tunawaambia kuna wakati wa kulala ili umpate mke. Si Adamu alilala ndiye akampata. Asingepata usingizi Adamu. Kwa hiyo usipolala utampata kwenye Facebook. Mtafesiana huko. Ndoto ziko ndoto za aina 3. Kuna ndoto ambazo mtu unaziota ukiwa umelala, aina 3. Ya kwanza ni ndoto inayotokana na shughuli za kibinadamu, zile zilizokuja kwenye mawazo. Kile unachokiwaza ndicho utakwenda kukiotea. Kwa hiyo ndio utakuta kama wewe ni muuza yuko pale ni muuza chapati na chai, unafikiri ataota yuko kufundisha darasani? Ndio maana hata maskari hawaoti wako kufundisha wanachaki. Nilikuwa nimemwona mmoja kwenye mitandao katupia, amelala eti ni trafiki, kumbe anaongoza magari. Ili lingine anaongoza. Kwa hiyo ndoto inatokana na shughuli za nini? Binadamu. Kama wewe ni mwimbaji utaota unaimba tu. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Asafu. Asafu alikuwa mwenyekiti wa kwaya na mwalimu wa kwaya. Kwaya yake haijawahi tokea duniani iliyo na watu wengi kama wale. Aliongoza watu zaidi ya 1000. Hiyo ni kwaya. Kwa hapa mpiga mahesabu tu kwa ngapi alafu tufika 1000. Anaongoza mtu, ndiye ameimba nyimbo nyingi zile
hata akasema mtakeni Bwana na nguvu zake watu 1000. Ule ni wimbo wa safu. Sasa Biblia inazungumza, inasema hivi, akaona maono. Kwa hiyo iko ndoto hiyo ya kwanza ambayo ni tofauti na maono. Ndoto nimekwambia inatoka na shughuli za kibinadamu. Ndoto ya pili inatoka kwa mwovu. Ile kutoka kwa mwovu inatutia hofu, mashaka na simanzi. Inatuondolea amani. Kwa sikia ndoto, unajua mtu mwingine unaweza kaita ndoto, alafu kamwona mwenzako sijui kama naiba anafanya nini, wewe ukafikiri tu anaiba, kumbe adui anataka kulichanganya kanisa. Sikiliza, kuna wakati kuna mshika mmoja akasema hivi, Bwana sifiwe, nimeota ndoto kabisa ili wote nimerudi, nimeenda peke yangu mbinguni. Sema mwanangu, hata mimi baba yako akiroho na mimi nimerudi. Si ndio yale maombi ya kibabe, Bwana shuka kwangu hapa. Yaani wanataka ushuke kwako, hata kwa mchungaji Mwaliso, hata kwa mwenzako, asishuke. Ila shuke na nguvu zake mahali pako tu hapa. Sasa mbinguni wote mumeenda wote, isipokuwa mimi mwenyewe. Nikana mashaka, kwa mwanangu wewe utakuwa umeingiliwa. Yaani na mimi nimerudi. Na mimi nimerudi. Na ndoto za kutoka kwa mwovu lengo lake ni kutugawa. Amen. Ni kutugawa ili tuingie kwenye mazingira ya kivita, ya kuchukiana. Ukiona mtu mwingine anamchukia mwenzako, jua aliota ndoto tu. Adui amemletea. Yaani kuna msichana mmoja akamwotea kijana wa kiume eti anazaa. Anajifungua mtoto yuko leba. Sasa ukiangalia ni ndoto kutoka kwa Mungu hiyo. Yaani kwa akili ndogo naanza kuifanya nini? Kuiweka pendi. Alafu kuna ndoto inayotoka kwa Mungu ambayo nilimtokea hata Nebukadneza. Imejaa mafundisho, kuonya na kukaripiwa. Hii ndoto, lakini maono unaona kitu wazi wazi ukiwa macho. Anaweza kusimama Pastor Mwaliso hapa, alafu taarifa zenu zote zikaza zinasomeka kwake. Zinasomeka. Wewe unasoma, huyu kijana huyu alikuwa amelala na mwanamke huko. Unajua watu wanasema lazima ititokea. Wewe, toa. Wewe umelala na mwanamke usiku. Mchungaji aliye na roho ya mchungaji hawezi kufanya hivyo. Ila atakufundisha kwa neno. Atakufundisha kwa neno. Fundisha ni maono. Sio lazima ukemee, akonye, atumie nguvu kubwa. Ukiona mtumishi yeyote anafundisha na kukemea dhambi, unajua ameona. Haleluya. Amen. Unajua ameona. Na usinikasema mbona mimi niko vizuri. Biblia inasema anawacha 99 na mtafuta huyu. Unajua baba? Maono naona kitu wazi. Ndio kama mchana tu wewe unatembea au kwa barabarani unaona kitu kingine tu. Unaona kitu kingine. Tulikuwa tunasafiri toka Sumbawanga tunakuja, kuna eneo moja linaitwa Madawa. Mtumishi mmoja tuko mna akasema hivi, mbele yetu pale kuna nani? Kuna ajali itatokea pale. Dereva punguza mwendo. Hatujafika eneo jamaa ameshaona. Alituokoa. Dereva itakubisha kumwambia isee, hebu tii mamlaka ya Mungu. Kufika pale eneo lile, hapo Madawa hapo. Kufika mazingira yale, kuna ajali ilitokea pale. Ulipanda tena kuomba tu hapo. Baba, naomba niangalie kwenye masomo yako. Naomba Bwana uniangalie kwenye mitihani. Baba, naomba niangalie. Unipe na mume wa maisha yako Bwana. Naomba nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana uchumi. Nisaidie na dada Bwana. Nisaidie Bwana. Ninapenda nifalishe kutisha Bwana. Nitishe kama Mungu ni Mungu wa utaratibu. Amen. Amen. Ndio maana sasa mnaomba kupata kwa sababu mnaomba kwa sababu ya tamaa zenu. Yaani, hebu fikiria sasa huyu Mungu asingekuwa anaangalia akili zetu kwamba utafikiri mento kidogo. Hebu ngoja niendelee kuchukuliana na hicho hivi. Yaani mambo yote umeomba
Yote tutayafanya eti kijana. Yaani hapo naomba masomo faulu. Masomo Mungu akujalia kutokee upate upasi vizuri. Hapo bana naomba divishe utukufu wako na nguvu zako, mapepo hivi yakiona yote yanakimbia tu. Yaani hapo Mungu nipe mchumba. Mungu mchumba mzuri. Hapa basi tu nini. Yaani vyote kwa pamoja viupo. Kuna mtu mmoja yaani wewe kwa mfano ufanye kazi sasa, Mungu nipe hela Bwana, nipe hela. Hayo umekaa kwenye chumba chako hicho, ofisi yote full, yaani ni chumba chote pesa full, utazitumia. Si utaka kuchanganyikiwa tena. Maana naona akili yako haijakaa sawa wewe. Niliwaambia mzee Makalebela aliwahiomba. Kipindi cha nyuma kile mwaka 80 ngapi? Kama sasa mwaka 88 89. Akaomba akasema hivi, Mungu nimechoka kula marage na mboga, naomba nipe samaki. Ziwa Nyasa kuna samaki mmoja anaitwa Mbasi. Ana mafuta pale samaki. Ameomba Mungu akatokea akamvua kadogo tu. Unajua mambo tunaomba, alafu Mungu anayapeleka katika Mungu wa roho, anaanza kuyatendea kazi. Kamvua kadogo yule samaki liko hivyo hapo. Anaangalia mbinguni, mbona tena nimekuaje? Sisi ndo tulikamata sema tena. Ni la wachao. Ana akili kweli? Muulize hebu tikisa kichwa hivi. Ana akili kweli kama wewe? Sasa sisi tumeogopa kwa sababu sema kuna wachawi, tunaamini vijijini wachawi wengi. Na kijiji ketu kalikuwa kanaongoza uchawi wote wanaokimbizwa huko ndio walikuwa wanakuja kwenye kijiji gani. Nasema ni mchawi mzidi nani ndio hapo na hapa mchi. Wanaotoka alikuwa Itete kule, wanaotoka wakichelewa saa 12 kupita kwenye kamtaa ketu walikuwa nakimbia mbio. Nini mabundi yamesimama kwenye migomba barabarani. Wanaogopa, sisi tulikuwa tunaogopa ule mji. Yaani ukipita tunaenda tunafuata maji kuyafuatilia kule, tunafikiri kilichimba. Tukisema ametutuma fulani, kimya, kuna jeuri. Kwa mzee mmoja alikuwa anaitwa serikali. Hebu fikiria kwanza anaitwa serikali. Serikali. Na tukisema ametutuma yani sasa tunaamini kweli kuna wachawi kama serikali. Hafu, ni samaki limefanyaje? Mungu akaja akaanza kula. Iliyotoka mbinguni. Si unakumbuka hata kwenye safina hawakuingia watu wakaingia moya. Na konokono. Badala ya watu. Sasa kala kanzia kichwa. Wanaelezea kwenye kichwa. Kwenye kichwa ndio kuna madini. Si ndio ni uvuvi wa samaki. Kwenye kichwa ndio kuna madini. Samaki ni kichwa. Na mtoto ambaye bado ndiye anasoma, mpeni kichwa cha samaki. Huko ndio kuna madini yote. Halo, usikimbilie ule na nimkia. Usikimbilie mkia. Sasa kamaliza kichwa kala madini, kamebaki tu kamkia hivi. Sauti katoka mbinguni. Mwanangu Makalebela, umeniomba nini? Hivi nimeomba nini? Si umeomba samaki? Nimekuletea. Kwa tena mimi ni mchawi. Baba nisamehe baba. Nisamehe baba. Mungu akamsamehe lakini samaki akapata tena. Maono. Huyu analetewa maono kutoka mbinguni. Malaika anakuja, mfikirie kwa mfano, itokee malaika amekuja, awe ni mshirika, awe ni mdada, sijui wa kijana wa kiume, awe ni kiongozi yote au mwinjilisti yoyote, ametokewa na malaika, leo hii nani atamgusa? Kwenye dunia tuliona yote, nani atamgusa? Sikia haleluya. Duniani Bwana ndiye ameniita peke yangu. Wengine wote hamna, mimi na upako pekee, malaika alishuka kama
Kuna mzee mmoja akasema hivi, nilikuwa na kikao na Mungu mbinguni. Ameniambia kanisa hili tutajenga, hamwezi mkajenga, ni masikini. Kama mtatoa basi labda ni shukrani tu, mnatoa milioni 30, 40, 60, 80 ni shukrani, lakini hamwezi mkanijengea Bwana. Tulikuwa na kikao na Mungu mbinguni. Walifanya kikao na Mungu kweli mbinguni. Maana Biblia inasema mwili huo uwezo ukamwona Mungu kwa macho yako. Ukimwona kwa macho ya mwili huu utakufa. Ndio maana nasema shaiti mwili wa kufa uondolewe ili tupate mwili usioharibika. Haleluya. Haleluya watu wa Bwana. Sasa malaika akashuka huko Kornelio. Naam, haya ingekuwa mimi. Hata kutembea kuna badilika. Wewe fikiria tu hata wakisema leo umepiga neno la Mungu. Haleluya. Ndio upapa kama wote. Haleluya. Ndio fikiria sasa huyu jamaa asema wewe kumbe anafahamika na jina Kornelio. Naam. Alafu anamwambia nini? Sala zako na sadaka zako zimefika juu. Na kwa nini? Ukumbusho. Kumbusho. Jana kijana huyu wa mwisho, wakati ninawapa sadaka. Sasa wakati nawapa sadaka, yeye ni kama sadaka kubwa kuliko wote sisi ambao tunakuja tumeenda leo kanisani. Mama akasema, mbona umempa mtoto mdogo sadaka kubwa kuliko ya kwetu? Yule mtoto akasema hivi, mama, unataka mbinguni nikawe masikini? Si umeona mzee ameona na mimi niji, halafu tunaotoa mara moja. Kwa hiyo tuna madeni sana kule mbinguni, masikini unatutosha. Kwa hiyo hebu na mimi nikaongezeepa utajiri kidogo kule mbinguni. Naona anaona kitu mbinguni kinatengenezwa. Anaona kitu mbinguni, lakini ukiona katika mwili tunaleta kwenye chombo, katika mwili tunampa binadamu. Lakini Biblia maana sadaka za Kornelio hakuwa na madhabahu yake. Naomba nielewe vizuri. Kwa hiyo kazi yake alielekeza mishahara yake, kazi zake, kipato chake kiwasaidie wasiojiweza. Kule kuwapa wasiojiweza, kumbuka Biblia inasema amhurumiaye masikini anamkopesha Bwana. Kwa hiyo kumbe anatoa katika mwili, bila shaka hata yeye Biblia haituambii, inawezekana kama mazungumzo. Sadaka zangu ziko wapi? Kwa sababu Mungu anapotaka sisi kanisa lake tumwabudu, tutengeneze mazingira yetu ya kumwabudu. Tunapozungumzia Pentekoste tunazungumzia watu walio na akili ya kutambua uwepo wa Mungu, wenye nguvu ya Mungu. Sasa ni namna gani tumwabudu? Ndio maana kusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 5 kwanza mstari wa kwanza, anatokea jamaa mmoja katikati ya kanisa, anaitwa nani yule? Anania na nani? Na Safira. Ile ilikuwa ni nguvu ya adui kwa ajili ya kulinyonya kanisa. Linatafutwa kanisa. Tumekubaliana fanya hivi ndio uelekeo, lakini yeye hawezi kufanya. Jana nikakwambia hivi, Mungu amekupa neema, kwenye upande wa zaka, wewe toa zaka shilingi 1000 ni 100, si ndio jamani? Si ndio? Yaani ukimpelekea Mungu 100 kuna tatizo. Nilikwambia hivi, zaka hata kama unapeleka unalia, umeichukia, lakini ikifika kwenye madhabahu tiki. Yaani naniuma sana tiki. Na maandiko yanasema ukiikopa itabidi upime faini 5%. Maana sema sasa mshahara, unajua kuna watu wengine wao wanaenda kuchukua mishoni wa mesini eti anataka kuchanganya huko. Anajua tu kabisa mshahara wake ni laki nani? Zaka ni 100,000. Nachukua mfano, si ndio? Ili sasa wasijue mshahara wake. Leo atakuwa anapeleka 30. Mwezi unaokuja 70. Mwezi unaokuja laki. Mwezi unaokuja 60. Mwezi unaokuja 15,000. Sio kama amechukua mkopo.
ila hataki akadiriwe nini? Mshahara wake. Hataki akadiriwe mshahara wake, kwa sababu mshahara wake ni namna hii. Tatu tukasema hivi, wewe ni muhuni kama wahuni wengine. Zaka ni kumpelekea Mungu kama ilivyo. Sema kama ilivyo. Na tukasema hivi, zaka unapomtolea Mungu, yenyewe kazi yake ile ya zaka ni kwenda kukutengenezea vyanzo vipya vya mapato. Yaani zaka zinaenda kukutengenezea vyanzo vipya vya mapato, inaibua. Lakini malimbuko tukasema ni sehemu ya ujazo wa baraka katika vitu vyako, ile vile vitu vilindwe na Mungu. Lazima umtolee Mungu sehemu ya malimbuko. Haleluya. Lakini pia tukaona kuna sadaka ya hiari na kuna sadaka za nadhiri. Ile sadaka ya hiari unaupeleka moyo wako kama wa Kornelio. Nenda kupeleka moyo wako. Sasa mtu kama huyu manake kwa Mungu amejiweka kuwa karibu. Haleluya. Unajiweka kuwa karibu. Sikiliza. Hata tungeimba tutoe jasho, kama ibada haina matoleo, umefanya mazoezi. Mwambie umefanya mazoezi. Mbona tuseme jamani? Mbona tuseme? Umefanya mazoezi. Sasa Biblia inazungumza juu ya Kornelio kwamba huyu alimtolea Mungu kwa mazingira ya namna hiyo. Haleluya. Ukimsomesha maskini sema hebu jieleze. Nimepata. Unajua. Tajiri sema unajua hamna kitu kama hicho. Amemaliza. Amemaliza. Na hata kanisani wanaovunja moyo utoaji ni masikini. Mwambie jirani yako, ni karibu naye. Wanaotuvunja moyo. Ninakemea pepo ambalo alimsemesha mwenzake. Mwambie kaka natuagiza tufuate. Mwambie jirani yako, kaka natuagiza tufuate. Mwambie hivi, wanaotuvunja moyo ni wenye roho ya umasikini. Wana maneno mengi, utendaji sifuri. Alafu niangalie mimi. Yaani mtu ambaye Mungu amempa neema ana kahela kake, alafu ile hela, unajua kuna mtu anakuwa na hela alafu anaokoka na hela. Ndio taratibu hapo katika. Mtu ana hela alafu anaokoka na nini? Mtu ambaye anazo hela hazimtumikii Mungu, hizo zinaitwa za kima cha damu. Hazifai kwenye sanduku. Si mnaona ile za Yuda? Aliporudishia vile vipande 30 wakasema, hizi hazifai kwenda wapi? Kwenye kitunga. Zitaua watu. Wacha kufanya tukanunulie nini? Eneo la kuzikia watu. Ndio maana wa Pentecost hatuna eneo la kuzikia. Na mtu mwenye akili ananielewa hapo. Kwa hiyo mtu aliye na hela zake azimtumikii Mungu, ni za kima cha nini? Cha damu. Hazifai. Hata kama umeokoka msifu hata Bwana sifiwe. Kwa sababu ni za kima cha damu, zinatakiwa ziende zikaziki. Huyo atakuwa na taarifa, mtakuwa mnamsikia tu. Nilifiwa na shangazi, nilifiwa na nani, nilifiwa na nani. Hela zake zitakuwa za misibani tu na kuguzia wagonjwa. Mke wake mjamzito, operation. Lakini mtu ambaye ameokoka kama yule mwanamke huyo alikuwa anamwona Elisha na Gehazi wanasafiri, wanapita eneo lile. Kila wakati anawakaribisha, anatengeneza msosi. Awamu hii mwanamke anaongea na mume wake. Wanaume, ukipokea wazo la kutoka mwanamke usimdharau.
mwanamke kufuatilia vizuri Biblia, wamependwa na Mungu na maombi yao yanasikilizwa kama ya mtoto mchanga. Usika kitu. Mimi ni kichwa bwana. Kichwa bila moyo hakiishi. Amina. Wamama oye. Oye. Ndio maana Mungu akachukua ubavu kutoka kwenye nini? Kushoto ndipo liko moyo wa mwanaume. Kwa hiyo hapa manaka na utunza kule amechukua kile kibavu kile kutoka kwako ndio amekitunza, kwa hiyo yuko kwenye moyo. Huyu mama pamoja na utajiri wake, unajua naye mwanamke akiwa tajiri hana Mungu, na ile ni tatizo. Nalo nifunza. Kwa kama mwanaume hauna hela, mwanamke ana hela, alafu hekima ilienda sifuri. Kwa hiyo ujiandae kisaikolojia, utatumwa hata usipotaka kwenda utaenda, maana usipoenda hela hakupi. Huyu mwanamke Mshunami inaonyesha alikuwa na pesa, alikuwa na mawe kuliko mume, ila alikuwa mnyenyekevu. Wazo lake sio kama anafanya. Unajua kuna mwanamke mwingine sasa, yani hapa nyuma nisingekuwa mimi hapa, yani kwa singekuwa na chochote hapa. Masofa ni nunua mwenyewe, TV mwenyewe, wewe mwanaume suruali tu. Mwanaume ukimwambia suruali hakuna tu sisi ndio dunia. Nadhani ndio linaongoza. Yani singekuwa mimi nimenunua uwanja mimi mwenyewe, nimejenga nyumba mimi mwenyewe, yani yupo tu. Anawaambia mpaka ndugu zake, yani mimi mwanaume jamani, sijui nilipata mwanaume gani. Huyu mama huyu Mshunami huyu, tukikaa hapo kwa huyu mama Mshunami, tutaziona huyu mama alikuwa na busara, alikuwa na akili njema huyu. Kwenye kipato kile akaenda kushikisha mume wake kwa adabu. Mwaka mmoja nao. Unajua kitu vizuri na mwanaume na mwanamke. Wanaume bwana tunapata sifa njema sana. Sifa njema sana. Akatoa ushauri, unaonaje huyu mtu tumjengee nyumba? Kwenye nyumba huko tuweke na kitanda, tuweke na nini? Na taa. Mwanamke anamshauri nani? Mume wake. Mwanaume na yeye akubisha, utabishaje wakati unampunga? Hamna mpunga anaweza kubisha. Mimi sitaki, atatoa sasa. Alafu taibika. Si bora uungane naye ili upate heshima hapa kwa maana ulishinikiza baraka. Mwanaume kama ulivyosema mke wangu. Tena inaonyesha Biblia inasema alikuwa na cheo. Kwa serikalini alikuwa mtu. Tena anaheshimiwa, sio wala tu unamwambia, "Wewe nenda kule, bwana na mimi nimeajiriwa serikali." Alikuwa na cheo, ndio anaokalia vikao vya serikali kuu. Ana mpunga wa kutosha. Hata ukienda kwenye ofisi yake mchungaji unalipa na mlipa. Sasa sema, hebu tumjenge, wakamjengea kale kanyumba. Walipomjengea alijamani nilipolala usingizi. Hivi unafikiri maombi aliombaje mle na ndio jamani? Yaani Mungu nimtendea nini? Mbingu zimefanyaje? Hata ukisema nakubariki, unasema ameshabarikiwa. Ndio maana amejenga na nyumba. Sikiliza, ukialika kwa mtu, ukipata akikuangalia msosi usio na maneno mengi ya kuomba. Baba ninambariki, nani kaondoke wewe mle hamna laana. Siko baraka mle. Sema Mungu endelea kumuongezea bali kupunguza. Imeisha, maneno machache tena nipate maneno ya nini? Hadi wewe utamena mate ya nini hayo mate? Pale Chunya kuna mmoja jamaa amealikwa kule, akaalikwa, kumbe yule binti amejipanga, alikuwa ni afisa na mtumishi wa hospitali pale kwa nyuma. Yuko pale, hajaolewa hivyo, amekula vizuri, amekaribishwa mahali mtu, kwa sababu ule ndani umetengenezwa vizuri. Unajua mwanamke, geto la mwanamke ni tofauti na geto la kijana wa tena. Tofauti kabisa. Fanya waingia kwenye geto la kijana wa kiume, watafute nini? Wanaingia hata kama mwanamke huyu hajaolewa, lakini paja wanaingia na mpaka wanaingia mle. Sasa jamani, kwa baba, panapo mwaka huu ninapokuja tena mwakani, wako
apate mtoto akasema hapana, unaomba vibaya, sina mume. Yule mwanamke alikuwa na akili yule. Maana aliomba bila kutafaka. Sio mnaomba maombi mengi leo. Hata mtu akikupa milioni 10, sema tu Bwana Yesu, ninamwombea baraka. Umkumbuke katika jina la Yesu. Hayo maombi yamefika sana kuliko mapepo yote ya ukoo. Sio ndio maana na hela. Hello? Kuna mtu ananielewa hivi? Amen. Hebu fanya hivi kama unanielewa hivi. Amina. Huyu mwanamke huyu alijiweka sawa. Sasa amemtengenezea nyumba kuhani, amemjengea nyumba kuhani, wamekubaliana na mume wake. Kamejishusha. Wazo likitoka kwa mwanamke linasimama, mwanaume akilitiki. Mwanamke yuko tayari asile chakula, lakini ile waliokubaliana vifanikiwe. Yule mzee amelala kwa usingizi, ameomba, mbingu zimenyamaza. Ameomba, unajua kuna mambo mengine unaweza kwamba ukapata. Siku moja sasa kumbe mganga anajua kwamba bwana. Siku moja hiyo akaja tumshika mmoja pale, akamletea sadaka, akamshonea, kumbe amemwangalia, akaenda akamchukulia nguo. Mama yeye usikuo. Sasa ni basi najua. Mama maombi gani leo? Yana ameshindwa jambo la kuomba, ombe nini? Unajua kuna baraka zikishafika unasema Yesu wewe wajua. Yesu wewe wajua. Yaani unasema Yesu wewe wajua, umeshazipokea baraka. Na ukishamtolea Mungu simpangie masharti hata ya Mungu baba anishushie fire ya kutosha. Akitamka neno Mungu wa mbinguni akukumbuke, amekwisha lidake, tembea nalo. Amen. Sasa asubuhi kumekucha, kuhani anatakiwa kuondoka na shemasi wake. Hivi tumwombe nini huyu? Tumwombe nini? Yeye tumwombe nini? Yana naona hamna. Tumwombe, unajua kuna vitu fulani hata kama umefanya, hebu mwachie tu kwani kwanza aanze kuwaza, sio nifanye nini? Utakuta siku ya mwanangu hivi ni jambo gani nikuombe? Utasikia nasumbuliwa na kisigino. Kumbe utasema bwana mpe mtoto mwingine, ameshafunga uzazi. Kumbe ni kisigino tu. Au kisigino na kemea kisigino na kitamata. Toka. I say, Biblia inasema kwa neno lako nashusha nyavu. Binti yangu, imani yako imekuponya. Nenda. Sasa huyu Elisha asema, Gehazi tumwombe nini? Gehazi asema, ila sijakaona katoto hapa nyumbani. Hapo sawa. Unajua kuna miujiza mingine tumeikosa kwa sababu ya kufanya ibada na matoleo. Wewe mama, njoo. Nikwombe nini? Asema basi kama ni pesa ninazo. Kama ni mume ninaye, kama ni ardhi ninayo, kama ni cheo ninacho, sina cha kuombea, ila hana mtoto. Sasa hakuna kujadiliana, upendo usipende, unapokea mtoto. Panapo majaliwa kama mwaka huu ninapokuja utakuwa na mtoto. Usinidanganye mimi sijaomba. Unajua kuna wakati akili ina dua, inafika na sema, sasa mimi siwezi nikafanikiwa tena jambo hili. Yaani kuna kipindi fulani mtu anafikia akili yake na koma. Kacha kama unaona hapo. Yule mama akasema, huyu mtoto sikuomba mimi. Kwa nini afa? Alitoka kwenye mamlaka ya Mungu, kwa nini afa? Sijawahi pata kuona, angekuwa ni mwanamke wa Kinyakyusa singesikia. Anazimia na kuzimia. Huyu mama kamwita mtumishi wake lete punda. Hawasema anza kumkimbiza, usinipunguzie mwendo mpaka nitakapokuambia. Nini? Anajua anachokifanya. Ibada. Anajua kuna vitu ambavyo Mungu vinakufanya wewe. Unajua ukiwa karibu na Mungu kuna surprise zingine zinatokea. Ambazo hukuziwaza, hukuzifikiria, lakini ukainuka kugusa moyo wa Mungu.
Nakwambia wewe sio mtu wa kawaida tena. Sio mtu wa kawaida tena. Vitu ambavyo vilikufa vinafufuliwa. Hata kama ukutaka, unajua kuna watu wengine hata mbinguni tutawalazimisha kuingia. Hata kama hawakutaka. Alipofika kwa asa, bwana nikwambia mtoto amekufa. Bwana amekufa. Asema hebu chukua kafimbo akaenda. Mama imani yake iko kwenye kafimbo, anamtaka yeye mwenyewe aende. Alikaweka kale kafimbo hamna. Wewe kafimbo hamna. Akaenda. Hadi alipofika asema alimlalia tumbo kwa tumbo, mdomo kwa mdomo. Mtoto akapata joto. Kakapiga chafya, letea mama. Mtoto huyo hapa. Ndio anaitwa Malaki. Anayebeba ujumbe wa kumrejea Mungu. Malaki. Analeta ujumbe, jamani mmemchosha Bwana. Bwana mmemwacha Bwana. Bwana mmemkoa hivi, anabeba ujumbe unaoleta msukumo. Tunamhitaji Mungu watu wa Bwana. Kizazi hiki tunamhitaji Mungu. Ili tufikie hapo ni lazima tujue Mungu anayo mifumo yake ya kumwendea. Ni ibada, sitaki kwenda vipengele vingine vile nitimie ibada na matoleo kinatosha kwenye semina yetu. Ukisimama unaenda kugusa moyo wa Mungu peke yake. Sikiliza, ili ukate minyororo ya sadaka za wazazi wako walizokutambikia, simama na ibada na matoleo hata kwenye madhabahu ya Mungu. Simama kwenye hiyo ibada. Kuna vizawadi vingi tumepewa, watu wamekupa zile sadaka za watu, mmefunga ndoa, wengine wakatoa sadaka usizaa watoto, wengine hata ukitoa sadaka, hata ukizaa watoto wafe, wengine si upate shida. Tukimwendea Mungu kwa moyo wa kupenda, tukagusa moyo wake, na kuambia mbingu zitashuka juu ya maisha yetu, zitashuka juu ya ndoa zetu, zitashuka juu ya kazi zetu, zitashuka juu ya biashara zetu, zitashuka kwenye mfumo wa maisha yetu. Mungu ni Mungu asiyewezekana. Kikubwa mioyo yetu tuirejee kwake. Kama kuna wakati ambao tunahitaji kumwabudu Mungu, kanisa la Bwana, huu ndio wakati wa kumwabudu Mungu. Huu ndio wakati wa kumwabudu Mungu. Mimi nimemwomba Mungu nikasema, Mungu, mimi umeniita kama mimi. Sihitaji tena nipotelee njiani. Sihitaji. Babangu Makarebela na miaka 98. Mzee yule kila wiki hayupo, yuko kuhubiri. Ngoja mzee, hebu tulia kidogo, pumzika. Mama za uzee anasema kwa Mungu hakuna kijana wala mzee. Mzee anakimbiza kazi. Anakimbiza kazi. Nataka nikwambie, ukitaka kugusa moyo wa Mungu, weka bidii na jitihada zako mwenyewe. Usiangalie maneno ya wengine na kuvunja moyo. Nimekwambia kazi ya maskini, yaani ukitoa, maskini anakupiga mdomo, anajifanya na hela zake, anajifanya hivi, sijiko hivi. Angalia fursa iliyoko kwenye moyo wa Mungu ni ipi, alafu iende itende kazi. Maana hatukuitwa kwa sababu ya watu. Na unapokuja kanisani usiseme naenda kwa watu. Kila mtu amwendee Mungu wake, akamtumikie Mungu wake. Uishi kama Mungu alivyokuita, ili tupate ufaulu mzuri hata uko chuoni. Tunahitaji tuwe karibu na Mungu. Haleluya watu wa Bwana. Tuwe karibu na Mungu. Mungu akiwa karibu na sisi, nakwambia hatutakuwa kama tulivyo. Naomba usimame hapo. Mchana wa leo nikuombe. Napenda kuimba wimbo unasema, wewe ni Mungu mkuu, hakuna kama wewe. Unahitaji Mungu akupe Roho wake Mtakatifu akuongoze kwenye ibada. Unamhitaji Roho Mtakatifu ili afungue macho yako ukazione zile fursa ambazo Mungu anaziachilia juu yako. Kila mtu aseme atamani kugusa moyo kama yule Mshunami aliugusa moyo wa kuhani. Alipougusa moyo wa kuhani, mbingu zikafunguka, Malaki anatokea. Ukiangalia watoto kizazi chake chote kilichokuwa kule Ushunami, hakuna mtu anayefikia thamani ya Malaki. Mwenye urejesho, mwenye urejesho, mwenye urejesho, na tunahitaji urejesho, maana Mungu ni mkuu, hakuna kama yeye. Twende tukamwabudu.
mwisho, umekata tamaa, lakini yuko Mungu leo. Iko nguvu ya Mungu, iko nguvu ya Mungu iwezayo kufufua kila kilichokufa. Tumbo ambalo halipokei mtoto, iko nguvu ya Mungu ya kupokea mtoto. Akatokea Malaki. Umepigwa na nini? Ni silaha gani ambayo imekupiga? Lakini yuko Mungu, yuko Mungu, yuko Mungu. Haijalishi ulitolewa kwenye madhabahu ya miungu mingine, lakini yuko Mungu zaidi ya miungu ile. Anza kuona nguvu ya Mungu inatembea juu yako. Anza kuona nguvu ya Mungu. Aliona wingu la utukufu liko mahali hapo. Tunapomwimbia Mungu kwa mara ya mwisho beti hili, wewe ambao unaona kabisa unahitaji Mungu, ni kumsogelea Mungu. Unahitaji msaada wa Mungu, ni kumsogelea Mungu. Unahitaji Mungu akusaidie. Ulirudi nyuma kwa sababu ya maneno yao. Ulirudi nyuma, moyo wako ulikata tamaa kwa sababu nduma ukaona sasa haifai tena, hautafanya tena. Neno la msamaha linatoka kwa Bwana siku ya leo. Omba rehema, mwambie Bwana Yesu, naanza upya leo. Wewe ambaye ni mjamzito, unaona shetani analeta shida juu ya tumbo lako, anza kuona Bwana atakutokea. Atakutokea leo, atakutokea leo. Wewe ambaye usiku unaota ndoto za ajabu, mara usiku kitovu kinauma, tumbo linauma, iko nguvu ya Bwana mchana wa leo. Iko nguvu ya Bwana mchana wa leo. Iko nguvu ya Bwana mchana wa leo. Yaliyokufa yanafufuliwa. Akasema usinipunguzia mwendo. Watu waliokupunguzia mwendo, ni wakati wa kunyamazisha, ni wakati wa kunyamazisha. Lakini liko wingu la utukufu linaloshuka juu yako. Unapoimba wimbo, ukisikia kwamba unaomba, usiache midomo yako iseme. Ni wakati wa kujisemea na kumhitaji Roho Mtakatifu ashuke, aondoe vifungo vyako, aondoe vifungo vyako.
iondoke. Roho ya kukataliwa iondoke. Roho ya gereza iondoke, iondoke kwenye kifungo cha gereza. Haijalishi umefungwa cha gereza la Warumi au gereza la nchi yako, gereza la ukoo wako, gereza la mji wako, toka katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, achia, achia, achia enyi magonjwa, achia mateso, achia utasa, achia kufiwa, achia, achia kufeli, achia magonjwa, magonjwa ya kichwa, achia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu kanisa, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, sema kwa sauti ya Bwana Yesu, ninakuja kwako leo, ninakuja kwako leo, ninakuhitaji leo, ukaniondolee vazi la aibu, vazi la aibu litoke kwangu, vazi la aibu litoke kwangu, vazi la gerezani litoke kwangu, vazi la aibu litoke kwangu. Ewe adui, achia, achia afya yangu, achia afya yangu, achia uzao wangu, achia watoto wangu, achia masomo yangu, achia kazi yangu. Ewe adui, achia, achia, achia roho ya matengano, achia, achia roho ya magonjwa, achia kisukari, achia kansa, achia magonjwa ya tumbo, achia magonjwa ya kifafa, achia magonjwa ya kisukari, achia, achia, achia. Hebu kemea katika jina la Yesu. Kemea kila magonjwa ya ukoo ambao ukoo unaandama magonjwa. Hebu yashitaki kwa Mungu leo. Shitaki, omba kwa kumaanisha. Anza kukataa. Wewe ni kiumbe kipya, wewe ni kiumbe kipya, wewe ni kiumbe kipya, wewe ni kiumbe kipya. Ruhusu Bwana, ruhusu Bwana kwa jina la Yesu. Shika ambapo Bwana kusumbua, anza kukemea, anza kukemea. Kama ni kichwa, kamata kichwa chako. Kama ni tumbo, kamata tumbo lako. Kama ni uzao, kamata tumbo lako. Kama ni magonjwa, kamata, kamata. Kama ni anguko, kamata kwenye moyo wako. Viachie, 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 viachie. Yusufu alikuwa gerezani, akatunzwa kwa gerezani miaka 12. Muda ulipotokea akatoka, akatoka. Na wewe utoke kwenye kifungo chako, utoke kwenye kifungo chako. Kifungo kiachie, kifungo kiachie, kifungo cha utasa achia, achia, achia. Kifungo cha ngoka achia, kifungo cha madeni achia, kifungo cha maskini kiachie, kifungo cha ukoo, magonjwa ya ukoo achie, magonjwa ya ukoo achie, umaskini ya ukoo achie, achia, 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 achia. Anayejisikia kichomi ubavuni akimbia mara moja aje madhabahuni. Yuko ambaye kichomi kinamsumbua aje mara moja apokee uponyaji wake. Yuko ambaye kichomi kinamsumbua ya kuomba, lakini yule mwenye kichomi kinachomsumbua karibu na ziwa asogee mara moja apokee uzima wake kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kemea kila roho ambayo imekamata akili yako, imeganda, imefikia mwisho. Ikatae roho ya kulizika, kataa roho ya kulizika, kataa roho ya kulizika, kataa roho ya kulizika kwa jina la Yesu. Bwana kupandishe viwango vingine. Unahitaji upande viwango vingine, upande viwango vingine, upande
tunaposhangilia, tunakushukuru Mungu tupae siku njema. Asante kwa ajili ya utukufu wako. Asante, maneno haya Bwana yawe akiba kwetu. Bwana, mbariki kila mmoja wetu. Asante kwa sababu Bwana unaenda kuiweka mioyo yetu karibu na mikono yako Mwokozi. Utulinde, ututunze, uturudie tunapopata maarifa kama hii. Baba, tunahitaji kusogea karibu na wewe, ambapo unaweza kutuponya na kutuganga, kutufungulia milango, kila mmoja akiwa karibu na wewe. Turudishe kule tuliko mbali, turudishe kwa mawazo yetu, turudishe kwa kila mipango ya mtu, tuwe na mawazo yako. Bwana, utakuwa karibu na sisi. Asante kwa neno lako, asante kwa watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tushangilie Mungu.